lakini kuna mjumbe amesema kwamba vile vituo kwa maana ya zile DP nyingi hazifanyi kazi, na ndio maana inapelekea mabomba kupasuka, maji yakawa upande mwingine, watu yanapasuka, watu hawapati maji. Nini kauli yako nani mhandisi? Ndio kijijini watu hawataki, ndio maana inapelekea vituo vinakuwa sababu havina mtu wa kusimamia ukusanyaji wa mapato. Lakini kama wanataka vifunguliwe na wanasimamia, sawa. Ila mtuma mtu wangu hapo Jumapili hata kesho hadi avifungue. Jamani, mnasikia? Tunaomba utupatie ushirikiano, hawataki kukusanya pesa. Wanasema kuna kero alafu kuna changamoto. Kero ilitatuliwa na serikali kwa kuleta maji. Kilichopo sasa hivi ni changamoto, si ndio jamani, ya usimamizi wa mradi wa maji. Lakini ninachokifahamu kwa kusikiliza haya mazungumzo ya mwenyekiti pamoja na mazungumzo ya mhandisi, maana yake ni kwamba yawezekana pia Kitelewasi hata watu hawataki kununua maji, ndio maana mtu akisimama kwenye kituo mauzo yanakuwa madogo. Umeelewa? Sababu hili hizi CBUSO hawa wanaofanya kazi ya kusimamia haya maji wanalipwa kwa pasenti kama alivyosema mwenyekiti. Maana yake kama watu wananunua maji kama ndoo sijui shilingi 20 sijui kiasi gani, kama watu wananunua maji kwa kadiri wanavyonunua, ndivyo yule msimamizi pale anapopata ile pasenti, na ndivyo anavyoweza kukisimamia kile kituo. Na hiyo haiko Kitelewasi peke yake, ni nchi nzima. Ziko CBUSO zinazosimamia maji, miradi ya maji kwenye mitaa, kwenye vijiji na kwenye maeneo mbalimbali ambako miradi imepelekwa. Sasa athari ya jambo linalofanyika hapa, huo mradi utakufa. Lazima sisi wana Kitelewasi tukubaliane, kwa sababu hiyo ni sheria iliyopitishwa kwamba mtu atalipwa kwa pasenti. Kwanza lazima tukubaliane kwamba mradi huu una manufaa makubwa sana kwetu, na wenye jukumu la kuulinda na kuutunza huu mradi ni wana Kitelewasi, na kuulinda kwake ni kuhakikisha kwamba tunatumia yale maji kwa hiyo amount tuliyokubaliana kununua, ili mtu pale aweze kufanyaje, aweze kupata ile pasenti. Ile pasenti huwa inafanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, huwa inamlipa yule anayesimamia maji yenu pale, uuzwaji wa maji, kwa sababu yale maji ni ya kwetu sote. Jambo la pili, huwa inashughulikia vitu vidogo vidogo kama koki kiharibika nini, services ndogo ndogo ambazo zinaendeshwa na watumia mradi. Kuna mradi wa maji umekuja, huu mradi hatuuelewi kwa sababu hautunufaishi. Sawa, yanatumika kwa baadhi ya watu, lakini ukitaka kuangalia hata gharama za kuingiza tu hivi, ukitajua 300 na point kwa maisha ya saa hizi, mheshimiwa mbunge, tofautisha vijiji. Kwa mfano kijiji cha Kitelewasi na kijiji cha Lungemba kule ni tofauti. Unaona haya, wamejenga vizimba vingi. Sasa vile vizimba vimekaa vimefungwa, vinafanya kazi gani? Mwisho wa siku maji, bomba zinapasuka, maji yanamwagika tu, yanatiririka huko. Sasa yanatusaidia nini mheshimiwa mbunge? Pale nyumbani na bomba, kwa hiyo maji yale kweli tunapata machafu ambaye kweli watu hatuliziki, na kila siku wanapitia pale kuchukua bili ya maji. Kwa hiyo sisi kweli hatuliziki, na maana hizo bomba kama tunachukua bure, yaani tunapata shida sana kulipa bili bila hela. Yale maji ni machafu mekundu, yaani kwa kweli wananchi hatuliziki. Ila changamoto ya mradi wetu hasa kipindi cha kiangazi, maji yanatoka kwa uchache, kwa sababu mimi sio mtaalamu wala sio engineer wa maji. Ukienda kwa mfano kule Mtakuja, kuanzia mitaa Kilabuni au shule ya msingi kupandisha kule juu mpaka hostel kule juu, maji hayatoki mpaka wiki mbili, ila ukija huku maji yanatoka. Sasa sijajua mfumo wao walivyoweka
hasa kwa upande wa pressure kule maji hayafiki kabisa, na kuna muda yakitoka yanatoka machafu yaani kama una ndoo ukiyaweka ndani ndoo mpaka zinavubaa, kwa maji yanatoka, ila muda mwingi yanatoka machafu, ila bili wanakuja wanachukua. Tunaomba kama kuna uwezekano maji haya yanafika kule juu chuoni. Kwa hiyo ukiweka pressure maji yaingilie juu, yameshindwa kupandisha kuingilia juu, kwa hiyo lazima tutoboe tanki chini, yaani maji yanaingilia chini. Hicho sasa kizimba kirefu, sasa inakuwa changamoto. Moja yote ni mbele kutoa taarifa kwamba hili eneo la Telewasi lilikuwa linahudumiwa na wenzetu wa maji vijijini kwa maana ya RUWASA, lakini Mheshimiwa Mbunge ni shahidi, kwa sasa tunatekeleza mradi mkubwa kabisa wa miji 28 ambao tutajenga bwawa kubwa la maji linalozalisha lita milioni 10 kwa siku, ambao huo mradi utaanzia Mafinga mjini utaishia mpaka eneo la mpaka wa Mufindi na halmashauri ya mji wa Mafinga. Kwa hiyo niwahakikishie wakazi wa Telewasi, baada ya kukamilika kwa mradi wetu huo utakuwa na maji ya kutosha, lakini pia tunajenga chujio la maji kule, kwa hiyo maji yanatoka mjini kuja mpaka huko. Maji kuwa machafu kipindi cha mvua ni kutokana na shughuli za binadamu zinazofanyika kwenye vyanzo vya maji vilivyopo hapa.